Bwana, hivi unafahamu ni nani ambaye anahodhi ama kucontrol muziki pamoja na biashara ya muziki kwa kiasi kikubwa duniani? Sasa obvious ushaisikia majina kama Universal Music Group, ushawahi kusikia Sony Music Group, pia ushawahi kusikia Warner Music Federation. Sasa kwa mujibu wa taarifa International Federation of Phonographic Industry kwa maana ya IFPI, ambao wao wana mandate au wana utaratibu wa kukusanya pamoja na kuchapisha taarifa mbalimbali ambazo zinahusiana na masuala ya kimuziki duniani. Kwa mwaka 2025 walitoa takwimu ya kwamba UMG kwa maana Universal Music Group wao wameweza kuhodhi biashara nzima ya muziki kwa asilimia 31 mpaka 33, wakifuatiwa na Sony Music Group ambao wao walikuwa na asilimia 21 mpaka 23, kadhalika Warner Bros ambao wao walikuwa na asilimia 15 mpaka 17, huku the rest of the percentage ikiwa imebaki kwa independent label and independent artists kwa ujumla wao. Sasa kwa ujumla UMG, Sony pamoja na Warner Bros wao wana asilimia 74 mpaka 76 ya kuhodhi biashara nzima ya muziki duniani. Si umenielewa hapo? Sasa zinazobaki as I told you kwamba ni za independent label na independent artist. Sasa kuna kitu watu huwa hawafahamu kwamba kuna independent label, yani kuwa label peke yake haikufanyi kuwa wewe sio independent. You understand? Kwa kuna independent label na independent artist. Sasa tofauti yake ni nini kati ya independent label na independent artist? Tunasema hizi independent label ni zile label ambazo zimefocus moja kwa moja na msanii peke yake. Lakini zinapokuja kwenye major labels the like of UMG, Sony pamoja na Warner Bros, hizi ni labels ambazo pia zinadili na distributions na publishing companies pamoja na vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo ni biashara, zipo kibiashara zaidi, pamoja na kwamba hizi pia zipo kibiashara, lakini tunapozungumzia major labels zimejitanabaisha katika nyanja tofauti tofauti, mazingira tofauti tofauti ambayo muziki unaweza ukafika. Sasa kupitia takwimu kama hizo tunaweza kuwatumia UMG kwa maana Universal Music Group as a case study ili kupata picha halisi ya namna gani mambo yanavyokwenda nyuma ya pazia. Sasa chini ya mwamvuli wa UMG zipo record label kubwa ambazo zimefanya kazi na wasanii tofauti tofauti na makundi mengi tofauti tofauti, zikiwa zinanufaika na kazi zao za nyuma na wengine mpaka za sasa, na kwa asilimia 99 ya watu ambao wamepita kupitia Universal, watu waliopita chini ya Universal Music Group, kazi zao bado ziko chini ya Universal Music Group, au kwa namna moja ama nyingine Universal Music Group wanaendelea kunufaika nazo. So UMG wana Interscope Records ambayo ndani yake kuna Aftermath Entertainment, ambayo tunafahamu ndani ya Aftermath Entertainment kulikuwa kuna legacy artists kama Eminem, kuna 50 Cent, kuna Busta Rhymes, kuna DRE, lakini pia kuna Anderson .Paak. Lakini pia ndani ya Aftermath kuna Shade Record ambayo hii pia imeweza kusimamia watu kama wakina D12, wakina Slaughters pamoja na Obi Chris. Lakini pia ndani ya Interscope Record tena kuna Geffen Records ambayo pia ina legacy artists kama wakina Nirvana, wakina Guns N' Roses, lakini current sasa hivi mtu kama Lil Durk alikuwa ndani ya Geffen Records. Lakini pia Interscope Record hiyo ina tawi jingine ambalo ni A&M Records ambao legacy artists wake ni kama wakina Janet Jackson pamoja na wakina Sting. Sasa pia kuna lebo nyingine kubwa ndani ya Universal Music Group ambayo tunafahamu kama Def Jam, ambayo ndani yake pia ilikuwa na Rockefeller ambayo ilikuwa na watu kama wakina Jay-Z, ilikuwa na wakina Freeway, Memphis Bleek pamoja na wakina Ben Siga. Lakini pia ilikuwa na Good Music ambayo ndani yake ilikuwa na Kanye West, Big Sean, Common, Pusha T, lakini kadhalika pia ilikuwa na Mada Inc wakati huo inamsimamia Ja Rule pamoja na Ashanti. So without forgetting pioneer wa lebo yenyewe ambao tunazungumzia mtu kama LL Cool J pamoja na Beast Boys at some point pamoja na wakina Slick Ricky. So Republic Records ambao ndani yake pia kulikuwa kuna Cash Money Records ambao tunafahamu ilikuwa na Birdman, ilikuwa na Juvenile, ilikuwa na Lil Wayne, lakini pia ikaja Young Money chini ya mwamvuli wa Cash Money, lakini zote zikiwa under Republic Records ambao pia iko chini ya Universal Music Group, ambao ndani ya Young Money kulikuwa na Lil Wayne, kulikuwa kuna Drake, lakini pia kulikuwa kuna Nicki Minaj. Again pia ndani ya Republic Records kulikuwa kuna record label kama XO ambayo hii inamsimamia The Weeknd, lakini pia kuna record label kama Young Stoner Life. Young Stoner Life na wengi mnaifahamu YSL ambayo ipo ya kina
kuna Guna pamoja na Young Thug, without forgetting RN Records ambayo imekuwa na majina makubwa na legacy artists wakiwa kama Bob Marley, Sabrina Carpenter pamoja na Shawn Mendes. Bwana, mwaka 2012 UMG waliweza kuinunua EMI ambayo ilikuwa ni kampuni pia ambayo ndani yake ilikuwa na record label kubwa ambazo zilikuwa zinafanya vizuri, na EMI walikuwa wanaonekana kuwa ni washindani, na pengine tungekuwa tuzungumzii big 3, sasa hivi tungekuwa tunazungumzia the big 4, lakini walivyoona amekuwa ni tishio, wakatafuta namna ambavyo wanaweza wakamgawanya, as you know business inavyokuwa. Kwa hiyo hawa ndugu wawili Sony pamoja na UMG wakagawana, kwa maana ya Sony akaweza kununua 2.2 billions rights, the publishing rights kutoka kwa EMI, lakini pia Universal wakawa wamechukua recording rights pamoja na catalog tofauti za wasanii mbalimbali ambao wana majina makubwa na catalog za kutisha. Kwa mfano, ukiangalia EMI ndani yake kulikuwa kuna Capital Music Group, ambao Capital Music Group tunafahamu na record label mbili, ambao kuna Capital Records lakini pamoja kuna Motown. Sasa ukiangalia Capital Records tunafahamu watu kama wakina Frank Sinatra, majina makubwa, Beastie Boys, lakini pia watu kama wakina Katy Perry. Lakini tukienda Motown Records kule kulikuwa kuna wakina Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Jackson 5 pamoja na Diana Ross. Kwa hiyo na current sasa hivi kuna rapper kama Lil Yachty, lakini pia Migos wametokea huko katika kazi zao za zamani wametokea kupitia Motown. Sasa visa hivi vya kibiashara baina ya ndugu hao wawili, hapa namzungumzia Sony pamoja na Universal Music Group, havijaanza leo. Kama tunakuwa na kumbukumbu sahihi, tutakumbuka mwaka 2009 tunakumbuka namna ambavyo waliungana Sony pamoja na Universal Music Group wakimfund Vivo. Kubwa ilikuwa ni namna gani wanaweza wakamonetize zile video za wasanii ambazo zimeachiwa. Unakumbuka kwamba catalog pia ya video ya UMG ilikuwa ni kubwa sana, ukikumbuka historia huko nyuma, wasanii kibao ambao wamepita pale, lakini pia wengi ambao wako pale. Kwa hiyo video nyingi sana zilikuwa waliangalia ni namna gani watanufaika na zile video. That's why utakumbuka ni wakati ambao video nyingi au mbalimbali ziliweza kushushwa kutoka YouTube ili ziweze kuwa monetized vizuri, huku hilo jukumu wakiwa wamempa Vevo au wengine wanaita Vivo wasimamie. Kwa hiyo tuna kumbukumbu kwamba hawa ndugu wawili wamekuwa wakishirikiana katika mambo mengi sana yanayohusu biashara yao, kwa sababu at some point that's why Prince alisema better the devil you know, baada ya watu kumwambia kwamba sasa kwa nini usitoke WB ukaenda hata Sony. Wakati huo Sony kule pia Michael Jackson analalamika kwamba Tony Motola the devil. Kwa Prince akasema better the devil you know, kwa sababu anafahamu hao watu wawili wana work kwa namna moja, wanafanya kazi pamoja sana na wanafahamiana vizuri. Kwa hiyo hakuna mwenye unafuu katika operation zake, hao wapo katika hali ya kibiashara zaidi. Sasa hizo kaisi labda tumemsahau WB kwa maana Warner Bros, na ukasema labda yeye hahusiki kwenye michezo hapa na pale, lakini ukweli ni kwamba kinachoendelea sasa hivi bado kinatisha, kwa sababu namna moves zinavyofanyika, unajua kabisa tunapoelekea muziki utakuwa umeingiliwa na biashara automatic, yani itatoka kabisa kwenye form of art. Kwa nini nakwambia hivi? Ukiangalia CEO wa sasa hivi wa UMG anafahamika kama Russell Grange, pia na mtoto wake anafahamika kama Elliot Grange. Huyu Elliot Grange ndio mmiliki wa independent label inafahamika kama 10K Project, ambayo inamsimamia mtu kama Tekash 69, anasimamia kama kina Ice Spice pamoja. Sasa hii record label 10K Project ya bwana Elliot Grange ime joint venture pamoja na Warner Bros. Tunapozungumzia ku joint venture ni kwa maana ya kwamba zote pande mbili zimeweka resources zao zote mezani na kuliendea jambo moja. So hawa watu ni kama unakuwa co-owner wa kitu fulani. Kwa hiyo na ukiangalia sasa hivi the standout record label peke yake ambayo imebaki kwa sasa hivi chini ya mwamvuli wa WB kwa maana Warner Bros ni 10K Project. Sasa kumbuka kwamba huyu ni mtoto wa bosi, ni mtoto wa kumzaa wa bosi ambaye pia ni CEO wa UMG. Kwa you can see interest hapo katikati, you can tell me otherwise. Kwa hiyo hivyo ndivyo game ambavyo linakwenda. Lakini lingine bwana, ni mmoja kati ya shareholders wakubwa wa Universal Music Group anafahamika kama Bill Ackman, ambaye yeye pia ametangaza kwamba anataka kuinunua Universal
Music Group kwa kitita cha US dola bilioni 64, huku akiamini kwamba UMG hisa zao ziko chini sana kwenye masoko ya hisa, hususan kutokana na kwamba UMG hisa zao zilikuwa zikiuzwa katika soko la Amsterdam. Sasa hivi anataka kulileta pale New York ili hisa ziweze kwenda sawa sawa, kwa maana naamini kwamba inafanya vizuri Universal Music Group, lakini katika soko la hisa imedidimizwa, hivyo haigenerate pesa ambazo inahitaji kugenerate, kwa sababu hawa ni wafanyabiashara, na ukimfuatilia mtu kama Bill Ackman ni mtu ambaye amewekeza sehemu tofauti tofauti, maeneo ya Uber huko na nini. Kwao ni mtu ambaye ni mwekezaji. Sasa anataka kufanya namna ya kuvutia uwekezaji mkubwa zaidi kwenye muziki. Kwao tu expect vitu vikubwa zaidi kwenye muziki, lakini tusisahau mentality moja kwamba hawa watu wote wanataka kuwa na monopoly system. Kwa hiyo endapo atachukua hiyo kitu na akafanikisha kupata investors wengine wengi au shareholders wengine wengi, kuna hatihati kwamba hivi vyote ambavyo tunajivunia hata sasa hivi wasanii wa independent wanajivunia vikawa vyote havipo, kwa sababu ya kwamba platform zote zinaweza zikawa chini yao, kwa sababu as we speaking now ni almost indirect wanafika 50%, although wale takwimu wanatoa ni 30 na, lakini ukirudi katika hii michezo ukiangalia tafsiri yake unafahamu kabisa ndani ya Warner Bros pale kuna pato linaenda kwa UMG na vitu kama hivyo. Kwa hiyo almost ni 50% sasa hivi wanahodhi ili soko biashara ya muziki pamoja na muziki wenyewe. Sasa wanahodhi vipi? Kwa sababu nilikwambia kabisa, unajua hizi major label huwa zina entertain, au kwa maana mara zote huwa zinapenda kutumia 360 contract, kwa maana ule mkataba wa 360 ni mkataba ambao tunasema ni kama wako na wewe katika kila kipengele, tofauti na hizi record labels zingine ambazo huwa zinadili na recordings peke yake pengine na distributions, lakini wao utagundua kwenye mikataba kama 360 kuna vipengele kama creative and restrictions ambazo wanakuwa wanambana mpaka msanii hata namna gani mavazi yake yavae, aina ya muziki aende nao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tutegemee mengi makubwa yanakuja. Tusisahau kwamba pia Spotify wana partnership pamoja na Universal, kwa maana ya kwamba ili kuweza kumonitor, uwezi ukaignore uwepo wa Universal, kwa sababu tukizungumzia leo tuseme tu catalog ambazo ni za Universal zitoke Spotify, of course kuna vitu vitapungua. So wamefikia hatua ambao uwezi ukawakwepa, so inabidi tu wape nafasi na wao wawe sehemu yao. Hivyo ndivyo ambavyo muziki unaelekea sasa hivi. It's going to be tough, kwa sababu wenye nguvu hawatamani kuona hichi kitu kinaitwa independent wala indie-minded artist. That's why unaona ma-artist ambao huwa wana blog siku zote kwamba wako indie-minded wanageuka kuwa ni mahasimu wakubwa, wanageuka kuwa na bato kubwa na kampuni kama hizi. So hicho ndicho ambacho kinaendelea huko mbele. So don't go nowhere. Usisahau kusubscribe, like, comment, kushare. It's your boy Chizo Drama and this is Lyrical Lounge Podcast. Till next time. Yeah, bye.